Madude. Hivi ni tabia gani uliyoianzisha humo ndani? Hebu tazama ulivyojichola chola kwenye kichwa chako. Hivi mwanangu wewe ukoje? Umekuwaje sasa hivi? Umekuwa mtu wa kulewa pombe, kubadilisha wanawake kila kukicha. Unajua mama, hakuna siku umenikosea sana kama leo. Tena umenikosea kiasi kikubwa sana. Tena nimechukia. Hivi unaniweka kwenye lengo gani mimi mama yako? Nilijua nimepata jembe ambalo litasimamia humu ndani. Lakini unavyofanya ni tofauti na malengo yangu. Hivi wadogo zako watafanya nini kama wewe unafanya uchafu kama huu? Umekuwa mtu wa kuzunguka ovyo. Sikuelewi mwanangu. Umefikia stage ya kuingia ndani unaniibia hadi hela zangu. Aisee. Yaani leo umekuta mashetani yangu yametulia. Bila hivyo mamangu mzazi leo nikikufanya kitu kibaya sana. Yaani kama hauna kazi za kufanya hapo nyumbani, bora uniambie kabisa nichukue hata nguo za huyu mpenzi wangu, nikuletee nguo zake zote. Nikizungumza zote nadhani utakuwa umenielewa. Yaani zote nikupe wewe ufue. Si una kazi ya kufanya? Kitu gani unachonifanyia mwanangu? Nikuweke kwenye fungu gani mimi? Hebu tazama, unakuja kuniletea mwanamke hata ladha kwa jamii haonyeshi. Mwanamke gani huyo? Hata kwenye jamii haonekani. Mama. Yaani najikuta paka nacheka nashindwa kukuelewa. Yaani una akili gani mama yangu? Unanitaka? Wewe unautaka wewe. Yaani mwanao mimi wa kunizaa halafu bado unautaka. Nini? Kakukosea nini? Huyu mtoto kakukosea nini mama? Haki ya Mungu aisiwe ya tugodi. Nilijua mama yangu nilivuleta hapo utaniambia mwanangu. Sasa leo umeniletea kitu kizuri, umeleta ua zuri mwanangu. Mwanangu sio shoga. Umetoka kwenye ushoga umesimama kama lijari, lakini mama unaongea ufaki. Unaongea vitu ambavyo Madude, tabia gani? Wewe, umenileta hapa kudhalilika mimi? Yaani mimi navuliwa nguo mchana kweupe mama ananidhalilisha mimi kwa sababu gani? Sijapenda. Nakwambia kama. Jo, tulia basi baby, hebu tulia basi. Unajua labda nakwambia kitu kimoja sawa? Hawa ni mabibi. Kashazeeka, akili zake pale unaona anakuwa kama chizi ndio kabisa. Usikiaje mpenzi wangu? Unataka uende wapi? Sasa nisikilize. Ninaondoka. Usinipigie simu. Usinitafute. Iwe mwanzo na mwisho kwa sababu ya matendo yako machafu. Hebu tulia basi. Unajua mimi nakupenda. Hapa msore, hebu tukamalize ndani. Hawa ni watu ambao sijisia. Hebu kama malaika, mimi nilijua kwamba nitakuja hapa atanijia sifa zangu. Mwanangu mkuja na kitu kizuri. Alilo napenda naanza ukashifu, ona kama kashazea akili hana. Huyu mama wangu majukumu yangu mimi tuwe kunizaa, ameshanizaa, amemaliza akili hana. Na hapo unamwona anatumia dozi. Yaani ni kichaa. Hivyo una kitu kujiuliza, penzi wangu ulikuwa mzuri. Mungu alivyokuumba una rangi ya mtume. Huyu alipaswa kusifia wewe. Lakini leo hii yeye ndio anatokea anakashifu, bila kujiuliza na matatizo. Mimi nakupenda sana. Hebu tuendelee tukamalize. Hebu nisikilize kwanza. Nisikilize tena, nisikilize kwa umakini. Mimi ni mwanamke ninayejielewa. Ni mwanamke ninayefanyaje? Ninayejielewa. Huyu kama akili zake zimeruhusi. Sio endelea vizuri. Hii ni nyumba ya kwetu, hana mamlaka yoyote ya kusimama yeye kama yeye, kunifukuza mimi ndani, hana. Mama yangu ana thamani kama wewe.
Okay, alright. Hebu kaenda tukamalize. Naomba nisikilize, najua nimekukosea. Sikupenda please, Kashfa. Alafu labda nikwambie tu kitu kikubwa. Hili ni onyo. Ukirudia siku nyingine nitakufanya kitu kibaya. Ndugu yangu, nisiwe mwongo. Nimekuwa ni mtu ambaye sina amani, sina raha hata kidogo, kwa sababu naona kabisa kuna pengo. Yaani nimekosea. Yule ni mama. Waenda nilifanya vile kwa hasira. Hasira? Au nimepitiwa, au nimegafrika. Sasa nimeona kuna uwepo wako wa kuongozana wewe na kufika kwa mama, nikazungumza naye mama yangu na akanielewa, na tuangalie maisha mengine. Mimi nimekosea. Mimi sio malaika. Mimi ni binadamu pia, nakosea. Nimeona kosa langu na nimeona kabisa hapa kuna ulazima wa kunyanyua miguu yangu na kufika kwa mama na kuzungumza naye aweze kunielewa na kukosea. Kwa nataka sana kampani yako. Sikia nakwambia kitu brother. Umeharibu wewe mwenyewe kwa mikono yako. Lakini kwa akili ya ufinyu wa fikra zako ulishindwa kufikiria. Unaanzaje kumtukana mama mbele ya watu? Lakini sio mbele ya watu tu. Ulishindwa kujua thamani ya mama. Brother Spichi. Ulipotoka jela, tuliamini kwamba kaka amerudi. Kaka atabadilika. Atatufikisha katika nchi ambayo tulitamani tufike. Lakini haya ndo matunda. Sasa labda nikwambie bro. Sio mama peke yake ambao uliyemkwaza. Mimi nakusikia sana sasa. Labda nizungumze kitu. Unajua kwenye maisha kila mwanadamu anapokosea akaliona kosa lake, sidhani kwamba labda anatakiwa huyo mtu anaumiwe, kwa sababu ameshajua hapa niliteleza, hapa nilikosea, sikupaswa nifanye hivi au sikupaswa nipite hivi. Kwa hiyo sijaona sababu ya kulaumiana mdogo wangu kwenye kati hizi. Natoa mguu wangu naenda kwa mama kuomba msamaha, ila isipokuwa utatangulia mbele wewe kumuomba mama msamaha, kwa sababu yule mama ana siku ya 3. Hana furaha kwa sababu ya ujinga na upumbavu ambao uliyekuwa nao. Umeshindwa hata kujitambua kaka, ambaye hana hata fikra nzuri. Mtende. Okay. Mama. Mama. Mtende. Toka saa 2. Katolitisini. Mama. Nikubwa.
Mama. Vipi, mbona sikuelewi sasa? Nawapenda sana. Nimeamua tu nikae mbali na nyie, kwani nimechoka kutukana matusi na watoto wadogo. Wanangu. Na mama, Naomba niongee na nyie kwa siku ya leo. Dude mwanangu, wewe sasa ni mkubwa, na kama ni mkubwa inabidi usimame kama kaka au baba humu ndani. Kuna vikodi nilikusanya humu ndani, na nilienda kwenye mikopo kule nikakopa tena kiasi kidogo cha pesa. Okay. Kwa hiyo nimevikusanya vile, nikaona nikukabidhi wewe mwanangu, ili ufanye biashara, na lengo langu uongoze hii familia kwa maana ya kuisimamia. Nimefanya hivyo kwa sababu naona sina cha kuwapa wanangu. Ndio maana nikaamua nikupe vile vipesa, nikukabidhi wewe mtu mkubwa, usimamie basi familia hii. Nadhani nimeelewa. Mama, mimi nimekuelewa sana, na kitu ambacho nimekipenda mama, kwa sababu huwa nakuelewa vyema. Ukiamua usimame katika sehemu ambapo inatakiwa kusimama kama mzazi, huwa mara nyingi tunakuelewa sana mama yetu. Ndio maana hata ulipotugia taarifa kwamba una shida ya kuzungumza na sisi watoto wako, tukaona no sweat mama, tuweze kusimamisha majukumu mengine, tuweze kukusikiza mama yetu na kitu gani ambacho tumetuitia wanao tumekipenda, na hata mimi pia nimekipitisha. Mimi kwenye 100% mamangu, siwezi kukuangusha kwenye hilo, na kuahidi nitalisimamia na nitasimama kabisa. Kila kitu kitakuwa sawa mamangu. Tupo pamoja sana. Baba. Hapo kazi ni kwako. Kuendeleza na kusimama kuwa kama kaka bora wa hii kiongozi familia. Haukutumia pesa ambayo unayopewa na mama kufanya ujinga na kuzidi kudumisha familia. Mioyo ina furaha
kaka umerudia nyumbani, lakini sio kurudi tu, unashika kijiti ambacho alichokiacha marehemu baba. Of course. Tunaweka matumaini sana makubwa kwako. Shikamoo. Marahaba. Uko sawa? Niko sawa. Mbona kama naona hauko sawa? Niambie mama, usio na hofu, niambie, naweza nikakusaidia. Uko sawa kweli? Kwa mwazi. Mimi tangia kule na kuona hauko sawa. Mpaka nimefika hapa hujanisikia, mpaka nimekugusa. Lazima hauko sawa. Niambie tu, kwa mwazi mamangu. Ni kweli mwanangu. Mimi naona kama elimu yake. Kila kitu kimenikimbia. Hata kizazi changu nilichokiweka tumboni, ambayo ni damu yangu mimi, nimepelekea. Una maana gani ya maneno yangu? Mbona kama sikuelewi? Naomba uniambie kwa uwazi. Natamani hata ardhi ipasuke, nidumbukie basi nipite. Sasa mama, mimi naona kwa mali sio mali sahihi sana ya kuongea. Naona huwezi kuwa huru kunielezea kila kitu. Unaonaje twende nyumbani kwangu?